Jackie amefariki. Leo tunahifadhi kwenye nyumba yake na kila nafsi itaonja mauti. Askari nani? Mfariji mkuu ni Mungu peke yake. Tuna mwanga ngaya. Shida yangu ni gari. Nataka kumiliki mchomoko. Ataishi siku ngapi, miaka mingapi, na atakufa bila sababu. Bwana Oscar, kwanza pole kwa msiba. Asante sana. Wahenga walisema kazi ya Mungu haina makosa. Ni kweli kabisa. Na kila nafsi itaonja mauti. Jackie amefariki na leo tumemhifadhi kwenye nyumba yake ya milele. Nakusihi, kifo cha Jackie isiwe sababu ya kutafuta sababu ni kwa nini amefariki. Mimi nafikiri unatakiwa ujipe moyo, upige hatua mbele. Maadamu amepangiwa na Mungu, ataishi siku ngapi, miaka mingapi, na atakufa bila sababu, kwa sababu Mungu amepanga. Kila mtu atakufa. Hata mimi hapa nitakufa. Hata wewe pia utakufa. Pole sana. Asante sana. Najua inauma. Umeondokewa na mdogo wako muhimu katika maisha yako. Usibaki na mawazo na msongo wa mawazo bila sababu. Basi mimi ndugu yangu sitakuwa na mengi ya kuzungumza. Naomba tukuache na ndugu na marafiki wanaokuja kukufariji, lakini mfariji mkuu ni Mungu peke yake. Ni ndugu yako, narudi mjini. Sawa ndugu yangu? Asante sana. Pole sana.
hapa nyumbani kwenu sikuoni. Basi haina shida, hayo mazungumzo tunaweza tukamaliza hata kwenye simu. Shida yangu kubwa ni kwamba unajua matatizo yaliyotokea pale nyumbani. Kwa hiyo nilikuwa na mpango wa kwenda mjini. Kwa hiyo nilikuwa nimekuja nikuombe mara moja kama nikiondoka au unampatia huduma mamangu ya hapa na pale. Unajua mamangu ni mgonjwa. Ndugu yangu. Wala haina shida, kama kutakuwa na tatizo la kifedha mimi nitakuwa nakutumia. Ndio. Na mimi nikiwa kule mjini nitakuwa nafanya namna yoyote ile, ili kama nikiwa bado na mambo mengi na kutumia mfanyakazi. Sawa, haina shida. Sawa. Unakuja kesho asubuhi au jioni? Jioni. Basi sawa, haina shida. Mimi nitaacha basi maelekezo hapa nyumbani, watakwambia. Maana mimi naondoka kesho. Basi sawa, nashukuru. Haya, sawa. Basi poa. Habari ya Kimani. Salama. Habari yako? Salama kwema. Karibuni. Samahani, tuna shida na Oscar. Bosomo. Shida gani?
Tuna maongezi naye. Ni nani? Sisi ni maskari kutoka kituo cha kati. Okay, atakuwa amepumzika ndani. Usijali, tunaweza tukaingia kuongea naye. Pita, usiogope. Haya. Hapa kwani huru? Haina shida kaka. Odi? Odi? Karibuni. Asante ndugu yangu. Habari ya uzima ndugu yangu? Salama. Habari yako kaka? Salama. Sijui niwasaidie nini? Asante. Nadhani wewe ndio Oscar. Bila shaka. Sawa kabisa. Kwanza kabla ya yote tunaomba tujitambulishe. Naitwa David, askari mpelelezi. Nipo na askari mwenzangu. Askari nani? Niwasaidie nini? Sawa kabisa. Mr. Oscar. Siku chache zilizopita kumetokea tukio ambalo limegusa familia yenu. Katika hili tukio limesababisha kumpoteza mdogo wako. Mdogo wako amefariki kwenye mazingira ya kutatanisha. Hivyo basi, ujio wetu hapa tunataka tufanye mazungumzo machache na wewe. Katika haya mazungumzo tutakuuliza maswali machache. Katika hayo maswali tafadhali tunaomba ushirikiano wako. Bila shida, naweza nikauliza. Sawa. Mara ya mwisho kuongea na mdogo wako marehemu kabla ya kifo chake ilikuwa ni lini? Mara yangu ya mwisho kuongea na mdogo wangu kabla ya kifo chake ilikuwa ni siku 2 kabla ya kifo chake. Siku 2 kabla ya kifo. Ndio. Sawa kabisa. Je, kati yako na marehemu kulikuwa kuna uhusiano mzuri? Marehemu ni mdogo wangu. Kwa hiyo kwenye swala la mahusiano siwezi nikamsema vibaya. Mimi na mdogo wangu tulikuwa na mahusiano mazuri sana. Kwa hiyo siwezi nikawa muongo juu ya hilo. Mama yenu ni mgonjwa. Ni mgonjwa wa muda mrefu. Vipi mdogo wako alikuwa anahusika katika huduma za matibabu kwa ajili ya mama yako? Ni kweli kama ulivyosema, mama yetu ni mgonjwa mwaka wa 3 sasa. Lakini inapofika kwenye swala la huduma siwezi nikamsema vibaya marehemu mdogo wangu. Alikuwa anahusika kwa namna yoyote ile kwa sababu yeye ndio alikuwa mtu aliyekuwa ameendelea kwenye familia yetu. Kwa hiyo siwezi nikawa muongo juu ya hilo. Mdogo wangu alikuwa ni mtu anayesaidia iwe mama iwe sisi ndugu zake. Kwa hiyo siwezi nikawa muongo. Je, siku kifo kinamkuta mdogo wako ulikuwa wapi? Siku kifo kinamkuta mdogo wangu mimi nilikuwa kijijini nyumbani. Umesema kwamba mlikuwa na mahusiano mazuri. Vipi? Kweli kabisa kwamba mlikuwa na mahusiano mazuri? Mlikuwa na mgogoro ndugu yangu? Mlikuwa muonee wivu ndugu yako kadiri licha maendeleo aliyokuwa nayo? Afande, maswali yako yote umeniuliza nimekujibu. Naona unarudia maswali yale yale. Swala la wivu linatoka wapi mimi na mdogo wangu? Hivi wewe inaweza katokea ukamwonea wivu mdogo wako? Kwa kukuheshimu kabisa, nimekwambia tulikuwa na mahusiano mazuri na mdogo wangu. Asante ndugu yangu. Samahani ndugu yangu. Maswali yote umeniuliza nimekujibu afande. Sawa? Naomba usiniharibie utaratibu wangu. Naweza nikakuachia mlinzi akakutoa nikakutoa sisi. Sawa? Na heshima serikali. Nashukuru naomba sana. Mtoke. Nashukuru sana ndugu yangu. Basi naomba mtoke. Asante. Toka. Haya, tunashukuru sana. Toka bwana kabla sijalitia mlinzi. Asante.
Sina kaka zaidi yako Oscar. Furaha yangu kukuona ukiwa hai kaka. Bado hainiingia akilini. Kwa nini uliamua hela tuliyouza shamba unipe mimi nikafanye biashara mjini bila kujali udogo niliokuwa nao? Nakupenda kaka Oscar. Kaka, muda si mrefu nanunua gari. Najiuliza mbele niandike jina la mama au la kwako. Bora niandike majina yenu yote wawili. Nyinyi ndio watu wangu wa muhimu. Kaka, nimewamisi. Muda si mrefu nitakuja kukusalimia. Kaka, siku hizi nina mwanamke nayempenda kaka. Kaka, ila kazi yake ni banegi. Ila naomba usitukie. Kaka, nikutanie kidogo. Hebu bashiri jina lake kati ya haya matatu: Tiana, Lina, Amina. Na kujua wewe huwezi kuficha. Chukua jina katikati. Anaitwa Lina. Ndugu yangu, jana sijaenda photoshoot. Nimpige hizo picha wewe. Asikwambie mtu. Pia kuonyesha. Hizi hapa. Hii nzuri yangu sasa. Wewe acha. Ngoja nikuonyeshe kwanza. Ngoja kwanza uone. Alafu mengine baadaye. Hizo hapo ndio nitakupitia sasa. After mimi nataka nikanyoe. Somo nilivyo kichwa kama kachizi fulani. Kwa nini unataka tusaruni kwenda kusuka? Wewe kitu cha kusuka kikwati. Utapendeza zaidi. Kama mimi sitaki kuteseka ndugu yangu. Niacheni vivi kama nilivyo. Wewe, nikamfanya jake? Habari za Salama, za kwenu? Salama. Kangu nimekufanisha na Jaki. Na Jaki? Ndio. Nyinyi kama mnamfahamu Jaki? Ndio, nafahamu. Kumbe Jaki alikuwa maarufu sana hapa. Sana tu. Alikuwa mdogo wangu bwana. Jamani, poleni na msiba. Asante bwana, sisi tumeshapoa. Poleni sana. Asante. Hivi mimi nakwenda msibani? Lina hajaenda. Wewe mazingira ya msiba mwenyewe unaelewa. Hata naenda kwa msiba, Kwenda kuangalia mazingira bana alikuwa magumu kidogo. Yeye mlikuwa mnamfahamu Lina? Lina anafahamika.
Halo. Halo mwanangu. Shikamoo mama. Marahaba, za huko? Salama, tusijui wewe. Mzima, unaendeleaje mwanangu? Mimi naendelea, sijui hali yako. Naendelea vizuri mwanangu, namshukuru Mungu. Vipi Jemu anakupatia huduma ipasavyo? Ananipatia vizuri, yani kama niko na wewe mwanangu. Basi ni jambo la kumshukuru Mungu mama. Mwanangu, unaendeleaje huko biashara za mdogo wako? Hivyo mama, tunamshukuru Mungu, zinaenda hivyo. Umeshazoea? Nimeshazoea. Lakini mwanangu, kuna kitu kimoja nilikuwa nataka nikuulize. Kanyolewe bali za kusuka mimi sitaki tena. Mwanangu, naomba usifuatilie kesi ya mdogo wako amekufaje nini kilimpata. Usije ukaingia matatizoni nikakukoswa na wewe mwanangu. Ni kweli mama. Sasa hivi hili jambo mama liko serikalini. Kwa hiyo na mimi wala siwezi nikafuatilia. Nakujua mwanangu, na hasira sana za karibu mwanangu. Nisije nikakukoswa na wewe. Si unajua umebaki mwenyewe tu, mimi nitabaki na nani? Na wewe ukifa. Ni kweli mama, siwezi nikafanya hivyo. Mimi nakusikiliza wewe mama. Basi sawa mwanangu, unaendeleaje na majirani huko? Sisi tunaendelea vizuri tu mama, tunamshukuru Mungu. Kaa vizuri na majirani. Wala haina shida mama. Sawa mwanangu, basi mchana mwema. Haya mama, na kwako pia, kubwa pole. Asante. Haya sawa. Mmesema mlikuwa mnamfahamu Lina. Lina labda siku hizi anapatikana wapi? Lina anapatikana pale. Pale wapi? Hapo San Siro. Kwa hiyo siku hizi anafanyia kazi pale. Dear Tom. Mambo. Karibu. Asante. Sijui nikuhudumia nini? Wala usijali, nikihitaji kinywaji nitakwambia. Samahani kwa usumbufu. Bila samahani. Sijui wewe ndio unaitwa Lina? Hapana, mimi siitwi Lina. Hakika na unachoniambia? Nakwambia mimi siitwi Lina. Vipi kwa kaka? Samahani, usijali. Sio, naweza nikakuuliza tena. Unaweza ukauliza. Ulikuwa unamfahamu Jack? Jack? Unamfahamu Jack tajiri mtoto? Kaka, simfahamu. Una uhakika na unachoniambia? Kaka, mbona maswali mengi kama tuko kituo cha polisi? Basi samahani kwa usumbufu. Samahani, hapa sio na maneno mengi. Anichelewesha maana na wateja. Kama nitakuwa nimekupotezea muda wako, naomba unisamehe.
Ila kwa kuwa umeshasema umfahamu, nisikulazimishe sana. Kaka, mbona simfahamu? Basi sawa, samahani lakini. Kazi njema. Haya. Najua kila Alhamisi yule sijui kakako yule mdogo wako yule alikuwaga ananiagiza mzigo naenda kupokea kule stendi na uleta hapo. Kwa hiyo ulikuwa unaenda unapokea mizigo ya mdogo wangu unamletea? Na mimi nilikuwaga naendaga kupokea tu kule stendi na mletea. Basi sawa, nashukuru. Leta hela. Mane. Hela ngapi? Shingapi? 10,000. Sawa, nashukuru. Asante. Haya, nashukuru. Haya. Samani. Njoo mara moja. Umesema kwamba ulikuwa unafuata mizigo ya mdogo wangu kila siku? Sio kila siku, kila Alhamisi. Kwanza naenda kupokea kule na leta. Kwa hiyo ulikuwa ni mtu wa karibu sana na mdogo wangu? Tulikuwa tunafahamiana kwenye haya masuala. Mimi nampatia mzigo naenda kupokea. Bosi wangu kwa nilikuwa naenda kupokea pale mizigo unaleta. Hamna namna yoyote uliyokuwa unamfahamu mdogo wangu, labda marafiki zake wa karibu au labda watu wake wa karibu sana aliokuwa anapenda kutembea nao au labda watu uliokuwa unaleta mizigo na wakuta hapa dukani? Marafiki? Yani ile watu wake wa karibu sana, labda kuna siku alikuagiza mzigo akiwa nao au labda ulileta hapo ofisini ukawakuta. Marafiki yani marafiki. Ndio ninachokimaanisha. Kuna rafiki yake hivi. Rafiki yake mmoja hivi handsome hivi mjanja anakaga kule machinjoni ya zamani kule. Anaitwa nani? Anaitwa Moze. Anaitwa Moze. Umesema anakaa machinjoni ya zamani? Machinjoni pale. Yani ukishafika tu pale machinjoni ya zamani pale. Kwa pale mbele, yani ukiulizia hata katoto kadogo lazima katakuelekeza yani moja kwa moja mpaka kwa Moze. Unamaanisha kwamba nikienda machinjioni ya zamani nampata tena yani, kirahisi? Yani bila kuhangaika ndugu yangu. My brother. Basi sawa, nikushukuru kwa muda wako. Usijali brother. Basi sawa, karibu tena. Haya poa. Kazi njema. Haya poa.
Dada. Shikamo. Unakimbia nini? Huko nilikuwa naenda kuemea kitu. Wewe tuheshimiane, sawa? Unanisikia? Afu usijikute mjanja sana unajua. Wala haina tatizo. Wewe tuheshimiane, usinipigie makelele. Haina shida kaka. Na ukiendelea hivi sawa? Ukiendelea na huu ujanja wako sawa? Nitakufanya kitu kibaya. Hamna mimi mjanja wapi? Nakuuliza unajua. Mjanja wapi mimi jamani, mtu wa Mungu. Mimi mtu wa Mungu bwana. Afu unavyoonekana wewe kuna vitu unavifahamu lakini unataka unichenge. Wapi na wapi mimi jamani, mtu wa Mungu, mimi nifahamu kitu gani mimi? Mimi huyu. Jambo gani? Mimi sijui jambo lolote. Wewe ufahamu chochote kuhusu kifo cha mdogo wangu kweli wewe? Sijui kabisa. Sasa kama hujui kwa nini unaona unakimbia? Unajua? Yaani mimi unajua kitu kilichonifanya mimi nikimbie? Yaani acha tu ndugu yangu. Niache nini? Wewe ukiendelea kunichenga nitakuitia polisi wakutoe hapa kwenye kijumba chako. Polisi wapi? Wapi na wapi polisi? Sema ukweli sasa. Nimefanya kosa gani unitie polisi mimi? Sema ukweli sasa. Unajua mimi kusema ukweli kitu nachoikumbuka, huyu mdogo wako mimi amenikopesha hela tu. Yaani hela tu. Nilipokuona tu kama umekuja pale tap, nikajua labda umefuata kale hela. Hela gani? Hela ile ni hela kubwa kwangu Kwa kama alikukopesha hela ndio unakaa unanikimbia kimbia? Nilikuwa sikukimbia mimi. Nilikuwa naenda tu kuemea kitu nirudi kwangu. Kwa hiyo unaonekana unafahamiana sana na mdogo wangu mpaka mlikuwa mnakopeshana hela. Kusema kweli kaka, tunafahamiana sana. Tunafahamiana sana. Wewe ni rafiki yangu. Sasa sikia. Si ni rafiki yako alikuwa rafiki yako, si ndio? Ndio. Sasa utanyosha maelezo leo. Umesema anapitaga hapa. Waga napita. Una uhakika? Tukienda saa ngapi tutampata? Natakiwa tuende saa 6 hivi. Sikia wewe dada. Kila swali nitakalokuuliza leo sitaki maelezo. Sikia. Unafahamu jana? Nimemteka kule jambazi. Wewe, nakuuliza kwa mara nyingine. Unamfahamu Jackie? Wewe usipotezeane muda. Nakuuliza kwa mara nyingine. Unamfahamu Jackie? Sasa mbona ulikuwa unanichenga chenga? Unamfahamu vipi? Ongea. Siku kifo kinamkuta Jackie, alikuwa amelala kwangu. Siku ile alikuwa siwapenda nao.
aingie.